Biblia inasema hivi, naye Rutu akasema, usinisii nikuache nirejee nifuatane nawe, maana uendapo nitakwenda na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami hapo hapo nitazikwa. Bwana anitendee hivyo na kuzidi, ila kufa kunitenge na wewe. Sura 3 mstari wake wa 3. Biblia inasema hivi, basi wewe oga, upake mafuta, ujivike mavazi, kisha uende kwa uga. Walakini usijioneshe kwa mtu yule, ila atakaposha kula na kunywa. Nayo itakuwa wakati atakapolala, utaangalia mahali alalapo, nao uingie uifunue miguu yake, ukajilaze hapo, naye atakwambia utakalo lifanya. Amen. Tunaweza kukaa. Haleluya. Kule nje Bwana Yesu asifiwe. Kule juu Bwana Yesu asifiwe. Huku nyuma huku Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Ni heshima yangu tena kukaribisha asubuhi ya leo. Wewe mheshimiwa ambao umeacha kitanda chako, umekuja hapa kusikiza sauti ya Mungu. Mungu abariki kazi na mikono yako. Mungu akufungulie milango iliyofungwa. Mlango wa Dani tumeumaliza au tumeupunguza jana. Na wale watu wa kizazi cha Dani, nini wanaweza sema kwa mwisho? Bwana, na ungoja wokovu wako. Yaani kuna watu ambao msaada wao ni kwa Mungu tu. Ndio sisi ambao wazazi wa kimwili hakuna kitu walisaidia sana, hakuna kile waliandaa sana kwa ajili yetu. Wengine wameandaliwa vyote, lakini sisi ni wokovu wa Bwana. Kuna watu ambao wanajikuta kuchangiliwa, kusumbuliwa kama Dani, kupigwa bila kuhurumiwa. Tutasema nini kwa Bwana isipokuwa kungoja wokovu? Yaani maneno ambayo nimeifundisha ikupush, ikusukume katika kutafuta uso wa Bwana. Dunia kama haikuhurumie, jihurumie mwenyewe. Dunia kama haikusamini, jisamini mwenyewe. Jifunze kuishi maisha ya kumtafuta Mungu kibinafsi, kumtafuta Mungu kipekee. Wanaosubiri kukuona mkaburi ni wengi. Haujajua hilo? Wako watu hawataki kukusikia, kukusantir. Kuna watu hawataki. Huku haujawakosea chochote, lakini hawataki. Ndio maana ukija hapa, tafuta Mungu vizuri. Usifuatane na maneno ya dini. Usifuatane na fujo za makanisa. Angalia maisha yako. Kuna mlango wa pili nitagusa leo. Na huu mlango umenishangaza sana nilipokuwa na utafakari. Katika kufundisha utaelewa ni mlango gani. Imesemwa mtu mmoja alitoka Bethlehem kwa sababu ya njaa, akakimbilia katika mji wala nchi ya Moabu. Chakula kilikuwa nyingi huko. Huyu mtu hakukimbia mwenyewe. Huyu mtu amekimbia na mke na watoto wake wavulana au vijana wawili. Wakajikuta wako katika mji wa Moabu. Chakula kilikuwa kingi sana, lakini pia mauti ilikuwepo. Na ukisoma Biblia inakuonesha kwamba
Baada ya siku kadhaa au miezi au miaka, baba wa nyumba akafa. Alikimbia njaa kwenye alitoka, kwenye alienda akaenda kufia kule. Unaweza kimbia kanisa, unakimbia ministeri, unahamia fasi nyingine, kumbe ulishanjia tu maprizo. Kila fasi shida na kuwaka tu. Na kuko kanisa yenye yakuwa na shida juu hauyafika hapo. Siku utafika inaanza juu wewe unaanzaka. Unaweza katala fiancé yako pepo, unaolewa na shetani. Mkwena chunguza kwanza mbele ya wakati. Uvumilie fasi fulani. Unaweza kimbia maneno, unaenda fasi kwa unaweza kupatia sumu mbele wakati. Yeye alikimbia njaa, anaenda Moabu. Maandiko yanasema akakufa Moabu. Na wale vijana wake wawili walikuwa walishaoa mabinti wa Moabu. Wale mabinti walikuwa warembo kabisa. Unamjua mmoja anaitwa Orpa, mwingine anaitwa Ruth. Kijana wake wa kwanza baada ya kuoa anaishi na mwanamke, naye akafa. Wa kufuata naye akafa. Sasa hapa ikabaki nyumba ya wajane watatu. Kuna kitu mnaelewa hapa? Yaani Moabu haiue wanawake. Moabu inaua wanani? Wanaume. Ndipo Naomi akasema, sasa ninyi wake wa wana wangu, sina nafasi ya kuwapeleka. Kila mtu arudie nyumbani kwake, kila mtu arudie kwa Mungu wake, kila mtu arudie mahali alitoka. Niulize swali, kama mwanamke anafiwa na mume na mtoto wa kwanza na wa pili, mwanamke kweli watamuona sawa? Mwafrika mara mingi hapa watasema ni yeye ndio mwenyewe iko na bakula. Bwana yeye akufaki. Aye, bwana anaweza kufa, mtoto wa kwanza anakufa, wa pili anakufa. Mpaka Naomi akawa na uchungu akasema, msiniite tena Naomi, sistahili jina, muniite Mara, muniite machungu. Orpa akataka zingatia, lakini Orpa akarudia akasema, ni kweli, nimfuate tena kwa nini? Kwa sababu kwa sheria ya Israeli ilikuwa hivi, kama kaka mkubwa anakufa, bibi yake akibaki, lazima mloko yake amupiane, amchukue kama mke wake. Sasa Naomi akawaambia, nilikuwa na wawili tu na wote walishakufa, na istoshe hata leo tena mie Naomi niolewe mwaibu zee ndazala, na hata nikizala kwenye mtoto atakomaliaka, haiwezekane. Riti akamwambia Naomi hivi, usinikaze nikuache mama, usinishurutishe nikuache. Akamwambia, jambo la kwanza, mahali utakapokwenda mimi nitakwenda. Angalia kile kitu sana katika Ufunuo. Mahali gani? Mahali alipokimbia Bethlehem kwa ajili ya njaa. Lakini Rita anamwambia, ingalao kule kuna njaa, mahali utakapokuwa mimi nitakuwa. La pili anamwambia jambo kubwa sana, Mungu wako atakuwa wangu. Nani kati ya Naomi na Rutu anaweza kumwambia mtu Mungu wako? Nafikiri labda ni Naomi angemwambia Rutu, nchi yenu iko sawa, chakula kipo kingi, kila kitu.
wewe ndio una Mungu. Lakini Naomi anasema, Rutu anasema kwenye roho yake, najua mume alikufa, najua una matatizo sana, najua kwenu kuna njaa, lakini kiufunuo Mungu haiko wa Moabu. Kiufunuo Mungu ni wa Israeli. Unajua kuna wakati unaweza kujizarau sana juu unapitia shida, lakini mwenye ufunuo anakutambua, anakujua. Na hii ndiyo imefanya mwizi anaingia mbinguni. Kwa maana anamwamini Yesu wakati Yesu ametukanwa na kila mtu. Hakuna rafiki mzuri kama anayekukubali wakati wewe mwenyewe umejikataa. Mungu akupe faraja ya namna hiyo. Ingalao kwenu kuna njaa, ingalao mume anakufa, wengine wanaweza kuona mchawi, lakini mimi jinsi nasikia, Mungu wako atakuwa wangu. Atakayekupa heshima ni mtu anayejua madhaifu yako yote, lakini anakuheshimia. Kwa hiyo Naomi akasema kwenye roho yake, manake nina Mungu. You know, sometimes kuna muda ambao ni very hard to believe kwamba una Mungu. Kuna wakati unaona sina Mungu, hii nakataa, unasema Mungu sina. Kisha mtu mmoja anakuambia nimefunuliwa una Mungu ndani yako. Rutu anajua si ni warembo, tuna pesa, tuna chakula, lakini Moabu haina Mungu. Wewe una Mungu. Maana kumbe unaweza kuwa na Mungu lakini utapitia mazito. Akamwambia la tatu nalonibariki, mahali utakufa nitakufa, mahali utazikwa nitazikwa. Quel engagement. Laini akaongeza, hii ni somo kubwa sana. Akamwambia hivi, watu wako watakuwa wangu. Kwa Kiswahili cha ufunuo manake, kama ni maadui wako watakuwa maadui wangu. Kwa Kiswahili cha ufunuo manake, siwezi kujiunga na watu ambao si watu wako. Lakini watu, angalia, anayekupenda azoee maadui zako, anayekupenda anazoea watu wako. Watu wako manake alimuona Naomi, lakini akaona nyuma ya Naomi kuna watu. Mtu mmoja aseme amen. Watu wako watakuwa wangu. Kisha akamwambia mama, hakuna kitu kitanitenga na wewe isipokuwa kifo. Weka mkono juu. Mungu akupe ile faraja, akuletee mtu ambaye hakuna kitakacho kutenga naye. Kuelewa hii neno, naomba uwe na masikio ya ufunuo. Unajua mtu wote na madhaifu yake, lakini anasema pamoja na madhaifu yako yote hakuna kitu kitanitenga na wewe. Manake ukisoma Biblia, faraja moja aliyobaki nayo kwenye maisha Naomi ni Rutu. Naomi akamwambia tuondoke twende zetu. Orpa akabaki. Mungu ni mwema sana. Usimcheke mtu anayekuwa na Mungu. Hata akipitia mazito, kuna siku Mungu atampatia urahisi. Wakarudia mpaka Bethlehem. Eti waliporudia Bethlehem, watu wakawaona, wakawashangaa, watu wakawashangilia, wakasema karibu. Nafikiri wakaanza kuuliza maswali, mume wako yupo wapi? Amefariki. Kijana wako wa kwanza wa pili amefariki. Wakasema sawa. Lakini kinachonibariki ni kwamba walikimbia Bethlehem wakati wa njaa, kumbe wakarudia wakati wa mavuno. Kuna wakati unaweza kimbia mtu fulani, unakimbia kanisa kwa sababu ya mazito, kumbe kuna wakati mavuno itakuja. Na Naomi akapata shida. Unajua shida aliyoipata ilikuwa kubwa sana. Naomi akajikuta hana shamba, hana mahali pa kula. Naomi hana chochote kile. Riti alipomwona akasema, sasa mama, naona tukibaki hivi tutakufa na njaa. Niruhusu niende
niende kuokota makombo ya masuke mahali watu wengine wako wanavuna, mimi nitakuwa nakuja nyuma yao ni kuokota makombo yenye naanguka. Mwanamke mzuri, mrembo, lakini akasema hapana, sitakula uzuri. Urembo wa mwanamke ni kujua kutafuta. Umeona mwanamke mrefu, mzuri, mfupi, mzuri, makucha marefu, hana kazi, ni mwizi ule. Kwa hiyo mwanamke anavyojitambua anatafuta. Na Riti akasema kama ni makombo, acha niende kuokota makombo. Acha nikwambie jambo fulani. Mtu anakuwaka venye anasemaka. Unaona, ukisema neno hata ndani ya shida, njoo yenye Mungu atakupatia. Tunaelewana vizuri? Njoo yenye Mungu atakupatia. Alipokwenda kuokota makombo, Barazar kwa bahati nasibu akaangukia mshamba ya Boazi. Boazi Rutu hamjui, lakini ukisoma Biblia kumbe Boazi ni familia wa Naomi, wa bwana yake na Naomi. Pourquoi anaangukia mshamba ya Boazi bila kujua? Basi alisemaka watu wako watakuwa watu wangu. Oh my God, hakuna mwenye iko na amen zaidi ya kawaida. Manake Mungu naye anatimiza hii neno ya watu wako watakuwa wangu. Anamtayarishia shamba yenye haiko ya mwingine, lakini ni shamba ya nani? Ya Boazi, mtu wa Naomi. Siyaeleweka, nitaeleweka vizuri. Nataka nimwambie mtu mmoja kwenye Ufunuo, kondoo yenye ilisaidia Isaka kumlima ya Moria haikukuwa juu ya mlima, ilikuwa mkinywa ya Abrahamu. Paske Abrahamu alisema juu ya mlima Bwana atajipatia. Nikipanda Ufunuo nikwambie ilikuwa mkinywa juu ya nini? Walipofika juu ya mlima hawakuona kondoo. Alipotaka kuanza chinja mwana wake, Mungu akamwambia angalia mbele. Mungu akamwambia angalia nyuma. Manake mlipokuwa mnapanda, mulipanda na kondoo pasipo kujua. Paske kondoo haikukuwa mbele, kondoo ilikuwa nyuma. Naweka mkono juu na tabiria mtu asubuhi ya leo, hautakuwa jinsi watu wanasema, utakuwa jinsi unasemaka juu ya maisha yako. Nipe amen zaidi ya kawaida yenye utatabiri asubuhi ya leo, Mungu ataifanya juu yako. Hautakuwa vile watu waliongea juu yako, hautakuwa jinsi majirani waliongea juu yako, utakuwa vile kinywa yako imeongea. Weka mkono juu, sema sitakufa nitaishi. Sema nitainuliwa. Sema nitamtumikia Bwana katika. Shika mkono, mwambie jirani, usisumbue kuongea mabaya juu yangu. Sitakuwa jinsi unasema jirani. Mimi ni mzaliwa wa agano. Nitakuwa jinsi kinywa changu kimesema. Nani anipe amen zaidi ya kawaida? Nani anipe amen zaidi ya kawaida? Jifunze kujitabiria mema. Biblia inasema utakula matunda ya kinywa chako, hapana kinywa cha adui. Shamba ya nani? Nyinyi mnamjua Boazi? Kwanza alikuwa tajiri, kijana handsome, mzuri, pesa nyingi sana, lakini haoaki. Rite haende vuna, anaenda fanya nini? Anaenda lokota makombo. Sawa? Si unajua mtu anapookota makombo huwa anakunjama. Mwenye shamba si anakuja, anaanzia mwanzo ya shamba huko kwenye wanaokota makombo. Sasa anaangalia kifaa gani hiki kiema. Unajua watu wakiwa na upako, mwanamke mrembo ni mrembo tu. Ndio maana hutakiwi kuwazoea wanawake sana.
Unajua mtu anakunjama anaonekana kabisa vizuri jinsi anaokota makombo. Na Rite alikuwa anaokota tu makombo. Boazi anaangalia, hakumsemesha. Lakini si ameshagotwa. Akaenda akauliza watumishi wake, mkuu. Kule vile mimi naona kuna silaha mpya. Kwa nini anaokota makombo? Esclave mmoja akasema hivi, si unajua ule ni wale wa étranger. Anatoka kule Moabu, hata Kiswahili chake lugha chake hatukisikia vizuri, na alikuja atumujali. Mwenye shamba akasema hivi, mimi nasema hata alokota makombo tena, muwe na upendo kwa watu wengine. Unajua mwanaume akisha kupenda na shenteresa kana wewe sana. Mumtoshe kule, mumpeleke hapa avune. Kucha, usiokote makombo tena. Mwenye shamba anasema vuna. Usikie hapa juu ya cheo, kuya juu ya vitu ya neema. Takupa ufunuo utanifuata. Anasogea pale, anaanza vuna. Anavuna vingi sana mpaka anamfungia. Anarudi nyumbani. Naomi anamuuliza hivi, mbona haulete makombo? Mbona unavuna? Asema, baba, mwenye shamba ile mama ni mtu mzuri sana. Alinikuta naokota makombo, akawaambia wanipe fasi ya mzuri. Akasema, anaitwa nani? Asema, mimi sijaongea naye, lakini jinsi yuko namuita Papa Boazi. Naomi anasema, wetu ule. Basi ule ni jamaa ya mume wangu ule bwana, na ni tajiri sana. Na acha nikwambie, hana mwanamke. Sasa acha nikukoche. Mimi najua hazo yake sana vitu ya kudrage. Ngoja nikuoneshe kitu utafanya. Leo hautaenda kushamba. Nawa. Nauliza, esi alikuwa mchafu? Kamwambia nawa. Iko miujiza ingine, iko rakontre zingine zenye hautaenda na ile maisha ya uchafu uko nayo. Tubu makosa na dhambi zako. Kamwambia ya pili, jipake mafuta. Baada ya kupitia etape ya repentance, tunahitaji upako wa Roho Mtakatifu. Ya tatu akamwambia, vaa mavazi. Je, alikuwa uchi? Hakuna. Baada ya kupokea mafuta, tunahitaji utukufu, mavazi ambao Adamu waliipoteza. Akaeneza vyote, akamwambia sasa jikaze, wende jioni nyumbani kwake na uingie mpaka mnyumba, usijioneshe kwake na yakula. Saa alishakula na saa ishalala. Uende ujishindirie, ulale chini ya miguu yake. Alafu akasema, lolote atakalo kuambia utalifanya. Kwa na kochi ya maisha ni kitu ya maana sana. Ukikosa mtu maisha unakufa. Riti ya kuona urembo, Riti alitotela, alitembea kama nyau mpaka anaingia mwele nyumba. Boazi anakula, anashiba, haiwe kama mko mtu. Mungu anataka kubariki. Anapitiaka njia yenye mwanadamu hawezi elewa. Ndio maana hauko esclave wa maneno ya watu moya hivi. Huko esclave yenye Mungu anasema. Eske hii njia kabisa na Rita anapitiamo ni njia ya mzuri? Hapana. Kwa Kiswahili kabisa, kushiba poro si ubakaji, haiko bwizi. Eske fua kusheshimia nisa shipeleka kwa Bwana yeye peke? Hapana. Sasa utakula heshima yako hapa. Unafikiri ingelikuwa mwanaume ile kesi ingelishia pale? Changifungwa. Riti akaongea mwalto, ni mie Papa Boa. Sasa Boazi
Bravo, wanawake wana sauti ya kuregeza mwanaume. Wewe nani? Ni mimi ndio mlikuwa kule kushamba papa. Sasa ulala yeye kumigulu vile. Sio ulala tu hivi. Unajua kwa nini hakumshtuka sana? Kwa sababu alikuwa alishaona kwanza munini. Inafahamika kwamba Yesu akisha kukuona katika shamba ndani ya kazi yake, mbinguni hata kushtuka na kujua tayari, kwa sababu ulianzia kwenye shamba. Kaambia sasa unaweza kunyorosha hapa, unajua nyie mwanamke wazuri jinsi. Oh, haleluya. Sasa na mama yake alimwambia lote atakalo kwambia. Sasa lilo lote ndio mimi sijui, lakini mimi nasema tu kenye Biblia ilisema. Wewe naamini mzee alipiga sente, naamini tu. Na historia inafahamika kwamba Boazi akamwoa Rutu. Mnaelewa kile kitu? Na baada ya kumwoa Rutu akazaa naye watoto wa neema. Kule alipoolewa mbele Rutu wakuzaa, huko ndipo alizaa Obedi. Obedi akamzaa Yese. Yese akazaa Daudi. Yesu anatoka mkiuno ya Rutu. Niongee kitu fulani hapa. Alienda kulokota makombo ya ngano, lakini akaambiwa hapana, acha makombo uende kuvuna. Baada ya kuvuna, acha kuvuna, anakuwa mume wa mwenye shamba. Alikia sa domestike wa makombo, lakini sasa haiko tena domestike, anageuka mume wa mwenye shamba. Ni haki au ni neema? Sasa sisi ni picha ya Rutu. Israeli ndio alikuwa na haki ya mavuno. Sisi tulikuwa tunaokota makombo. Nyinyi mnajua makombo? Makombo ni ile mamiete, tena ngano ndio inatengenezaka mkate. Na Yesu mkate alikuwa kumeza ya Israeli. Ndio maana Biblia inasema mwanamke Mkanani akamwambia Yesu, hata makombo tunaweza kuilokota, sisi hatustahili. Manake Israeli waliangusha mkate yenye ilikuwa kumeza, tukalokota makombo. Lakini bahati kubwa ni kwamba ambao tulikuwa juu ya makombo tutaenda kwenye harusi ya mwana kondoo, na tutakuwa wabibi harusi, na Yesu ni bwana harusi. Sema kwa neema. Mkono yangu naiweka juu. Kila rakontre yako Mungu aiorganize ye peke. Nipe amen zaidi ya kawaida. Rite ya kujua shamba yenye iko naenda hako. Omoma c'était une rencontre prophétique. Mungu akupatie ma connexion zenye bengine hawawezi pata. A organiser ma rencontre prophétique. Nipe amen zaidi ya kawaida. Salimia watu watatu, mwambie hautafanya vitu paraza. Yes. Kwenye uyafika Mungu alisha prepare. Watu wako watakuwa wangu ikatimilika, na mariage kafanyika. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Mimi na Mungu ameniita, amefanya agano na mimi. Na labda ulikuwa mjamaa yenye hamna Mungu, utoke hapa asubuhi ya leo na Mungu aliyeniita. Au nipe amen zaidi ya kawaida. Mungu aliyeniita atembee na wewe. Mungu aliyeniita ni Mungu wa utajiri, atembee na wewe. Mungu aliyeniita ni Mungu wa umati, atembee na wewe. Mungu aliyeniita ni Mungu wa ushindi, atembee na wewe. Mungu aliyeniita ni Mungu wa hofu ya kazi yake, atembee na wewe. Mungu aliyeniita ni Mungu wa kibali, atembee na wewe. Ndani ya jamaa yenye ilikuwa laana, Mungu wangu atembee na wewe. Leta amen zaidi ya kawaida. Neno nzuri sana. Leta kubariki. Nirudie pale tulipoanzia. Kuna undani sana. Katika familia yangu kuna hamkuwa ndoa, ni mimi mwanzilishi wa ndoa.
kuna vitu vingine vitaanzishwa na wewe. Au nielewe vizuri. Mimi ndiye mwanzilishi wa, hakuna mtu alinunua gari kwenye familia. Mimi ndiye mwanzilishi wa kununua magari za kifahari. Hakuna mhubiri wa injili alikuwa kabla mimi. Mimi ndiye mwanzilishi wa kuhubiri injili. Wengine walifuata. Kwa hiyo wewe una vita kwa sababu wewe ni mwanzilishi. Kuna mtu anipe amen vizuri. Pastor Benjamin, nini mlango wa Rutu? Kwa nini mume anakufa? Bamko anakufa, shemeji anakufa. Nini? Unajua nchi ya Moabu imetoka wapi? Mwanzilishi au mlango wa Moabu ni wakati Lot anatoka Sodom. Unakumbuka vizuri? Walitoka Sodom, walikuwa watu wangapi? Walikuwa 4. Kwa bahati mbaya mmoja kageuka chumvi, mke wa Lot. Wakabaki 3. Lot na mabikira wake 2. Wakafika kwenye mji fulani wakakaa pale. Bahati mbaya ni kwamba huu mji waliokaa hamkukuwa wanaume. Tunaelewana vizuri? Na mabinti walishakomaa. Wakasema tunaweza fanya nini wakati kwa hii mji hakuna wanaume? Tuleweshe baba yetu, alafu tumbaki. Tujue tunaelewana. Hapa ndiko kumeanzia shida ya Moabu. Baba akalewa. Wa kwanza akabaka baba yake, akapata ujauzito. Eti walikuwa mabikira. Hili swali nitaliuliza mimi. Eti baba alikuwa analewa, lazima atanifasiria vizuri. Wa pili akabaka baba yake, naye akapata ujauzito. Tendo la kuzini na mtu wa familia ni uanzilishi wa laana ya vizazi. Lakini walisema tunaifanya kwa kuchunga mbegu ya baba. Walitumia ujanja, na hii ilikuwa laana. Mmoja wao akazaa wa Moabu, na hao wa Moabu ndio wakaenda ijenga nchi inaitwa Moabu. Si mnafahamu kwamba nchi ya Moabu inatoka katika mbegu za damu moja ambayo inajaa laana na hawana wanaume. Ndio maana wale wa Bethlehem walipokimbilia Moabu, ilibidi Moabu iwe wanani? Wanaume, kwa sababu ni nchi ambayo haihitaji wanaume, inahitaji wanawake. Hii ndio mlango walipitia. Shida ya Riti si yeye, lakini mlango. Na Riti alipoelewa akaona mji ni mzuri, lakini akamwambia mama yake mkwe, Mungu wako atakuwa wangu. Manake alikuwa anafahamu vizuri, usitone hivi na machakula. Niko na zamiri safi, niko conscient kama hatuna Mungu. Wanzilishi wetu ni laana. Mlango ya Hawa inazaa vitu hivi vitatu vikubwa sana. La kwanza tunaloliona hapa, mabinti wa Moabu hawana haki ya kuolewa. Kuna mtu aseme amen? Hawana haki. Manake ile wanasema kwa Kifaransa ni familia yenye ilikuwa inafungwa na esprit ya celibat. Hawana haki ya kuolewa. Wataolewaje wakati hata mniangalie vizuri, ule jamaa anasumbua ni nani? Si basi wanamshughulikia. Tuangaliane vizuri hapa. Manake ni kizazi kinachopatikana
kwa kukosa wanaume, alafu wanatumia msaada wa karibu ambao ni baba. Uliza jirani yako, ulipitia mlango gani? La kwanza lini? Na kuna mabinti wa vile hapa. Mlango uliopitia hako ni mlango wa kutokuolewa maisha yako yote. Ukiolewa lazima udivorce. Ukiolewa lazima udivorce. Ukiolewa sasa unakutana wale wanaokuchumbia wanashinda baba yako miaka. Meno imeisha, nao wameoa mara 5. Iko roho ya kutokuolewa, roho ya kutokuoa. Kuna vijana wa hivyo, hata akioa mara 7 ataachika, ataacha. Mlango wa Moabu. Na ziko mafamilia, mfanye hangi na vijana wenu na watoto wenu mabinti, tuko mvakanse, waende kwa myomba yao, kitanda mwana bakuze, watazaa wa Moabu. Zile mizaa tumezijua tangu utoto. Ipo laana unaweza ukajiingizia kwa mizaa tu pasipo wewe kujua. Biblia inasema unapookoka lakini haujui kuichunga nyumba yako, una shida sana. Na hata mkiangalia vizuri, nikipanda ngazi, hata kama alikuwa amefunuliwa, hata kama alikuwa na baraka rite, hata kama alikuwa ameshapata neema ya kuwa na Naomi, lakini njia aliyoipata hako ndoa kwa Boazi ni hiyo hiyo ya kwenda. Sijui tunaeleweka hapa? Kwa hiyo hautakiwe kuitumia hiyo njia, kwa sababu ilianzia huko kwa watoto wa Loti. Where are you coming from? Unatokea wapi? Kuna mwanamke hata ukimwoa unamtia ndani ya ndoa yako, ataendelea kuzini nje. Ni roho. Ni mwanamke unaishi naye, unamfanyia kila kitu kile, lakini roho ya ukahaba ataendelea. Niliwaambia Jumajana hapa, wanawake wengine wa ndoa wanatuma hata picha wa kuvaa, wanatuma video ya kuvaa kwa wanaume wengine. Aibu gani watoto wako waone ile picha siku moja? Ni roho ya ukahaba. Na anaweza kuambia mume wangu ananitesa sana. Uwezi ukalipisha kisasi kwa kukula mavi. Lakini kuna roho inasema huyu asiwe na raha. Moja nimemwona kule kwetu, mume anamuzia gari nzuri sana ya zaidi kama ya $45,000, $45,000. Anazini mwa ile gari na mtu wa kazi mwa ile gari. Wanamfukuza sasa, leo anageuka mjakazi. Sijui mjakazi wa nani. Roho ya ukahaba ndio itakuwa inakuambia niko na charme, hivyo usi yangu inapendewaka, hivyo kunda yangu. Hapana, umetoka Moabu. Yaani kuna shida zingine nyinyi mnazieleza una shida, mwenzako akikusikia na kuelewa kichwa yako ndio ina shida. Bwana gani yule mwenye niko tu naye mwele nyumba, maana nishashangala sana. Ule bwana kunikontrole, nikienda huko ananifuatilia. Kukufuatilia si ni neema? Kukufuatilia. Bwana kama hakutaki atakufuatilia. Nishashangala sana na ule mwanaume mwenye kila saa kushinda tuko nyumba, atokake pale. Bakia na kizimu yako. Niwape siri, mwanaume kama hakupendi hakutomboke yake, hawezi kufuatilia. Unaweza fikiri mume wako, bwanangu ana wivu, hakutaki. Ana 8 zaidi yako. Kwa hiyo anakuelewa katika ujinga wako. Hata ukivala mabido uende nazo. Niko kimya. Wako wanaume wa hivyo. Mwanaume mzima mke wake anamkuta kwenye kiti cha nyumba akizini na mtu wa kazi ndani ya nyumba, anamshika. Aibu. Roho ya Moabu. Na msiwe mnaongea nyingi mnaposikia ndoa ya watu inavunjika bila kujua sababu. Zipo sababu. Umeshaenda kuisambisha ndoa ambao mume amebebesha mtu wa kazi mimba, mtu wa kazi mnyonge sana, alikuwa anaangalia kama atakuzomea hiyo. Lakini mume, ukahaba ni kitu kibaya sana.
Nauliza, kweli mimba ni yako? Anasema kama ni ya miezi 3 inaweza kuwa. Inaweza kuwa ni yangu. Nini uliona hapa? Ni mlango wa ukahaba. Kahaba tu. Ndio hapa nikihubiri kuliko uone mchungaji huko naona hesabu zingine. Roho ya ukahaba. Mizaa kanisani, saa kutoka unapiga mwenzako kule nyuma, unanenepa. Subutu kwa mke wangu, utaenda jela. Roho ya ukahaba. Ndio unaweza kuwa mwanamke unaolewa, haujaolewa, lakini kila mtu ana namba yako. Mwanamke ampatie kila mtu namba. Sasa mtoto wa simba atakiwa hivyo. Nilisafiri nchi fulani na sijui ilikuwa wapi. Ilikuwa safari ya ndege karibuni saa 7. Na nilikala na binti moja Mnigeria, mfupi mwekunda, na kulikuwa kijana mmoja Marekani, mrefu mweusi. Akaanza kumlomba namba ya simu. Analomba ule binti namba ya simu. Na waambia ukweli, tulifanya saa 4 kabla tupumzike. Anaomba namba ya simu. Binti alikuwa anamjibia kwa Kiingereza, siwezi kupa namba na mtu wangu naye mheshimu. Sasa huyu jamaa alikuwa anafikiri mimi sisikie Kiingereza, hajui kama mimi ni Mwingereza. Tuliposhuka nikamwambia kwa Kiingereza, pole sana. Akaniambia, manake ulisikia dharau zangu? Nikamwambia nilisikia. Binti mfupi lakini anajielewa. Wewe hata mtu akwambia nipatie nimero ya kiato 0994 kwambie. Yaani wewe uko rahisi sana. Hata mtu akiita moto unachomoka, unaniita. Mimi naita moto. Ndio maana ujipatie heshima yoyote ile. Roho ya ukahaba. Hata ukimaliza mapenzi lazima ulipwe. Niko na wewe panda emwa, ushanipa nini? Nikuuzishana nini? Mwanamke anayepewa pesa ni mwanamke anayejua kuitafuta. Wanaume hawakuheshimu wanapojua hauna chochote. Mwanaume anakuheshimu akijua una nguvu ya kutafuta zako. Ana nguvu ya kugusa. Na wapa siri, endeleeni tu kuweka kifua mbele. Wengine wamechoka na vifua. Wanahitaji kujua utamuongezea nini. Tuko tunaelewana? Unafikiri dola 100 ni thamani ya mwanamke au dola 50 wala 1000 ngapi ni thamani ya mwanamke? Mwanamke ni kitu cha thamani sana kuliko vitu vyote duniani. Lazima mwanamke ajipatie heshima. Unaambia randevu ya kwanza, unafika, sio unaambia si nilipie moto. Ulikuya wewe mwenye unaanza na mamoto. Jumatatu niuzie telefoni. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Unaanza na telefoni. Heshima inashuka. Mwezi kesho yake na anniversary ambo tufanye nini? Kufa. Usikae katika uhusiano ambao haupate heshima yako ndani. Jipatie heshima. Roho ya ukahaba. Wako wanaume wa hivyo, watumishi wa Mungu, wao ni kuzoea. Yaani rafiki zake ni wanawake tu saa yote. Bwanako asikudanganye. Ukiona bwanako yuko gentil sana kubafie, ni kama mzinifu. Nakwambia wazi. Hata ujazo, hata uokoke, hata ukiwa na macho kiroho, mwanamke mrembo akipita, huwa unaona. Hata ufunge macho, umeshaona. Nilikuwa namhubiri jamaa mmoja pale Bukavu barabara, niko namwambia acha maisha ya dhambi, kunapita binti mmoja pia. Unajua kuna wengine mabinti wanatembea kimakusudi. Akapita yule jamaa akamwangalia, akamwambia pastor, hata njoo kuacha yenyewe. Roho ya ukahaba. Mwaka wa 2002 nilikuwa na kanisa 2000 kule mbali sana Katanga Manono, na kulitoka watu Bukavu walikuwa wanatumikia huko. Kulikuwa mama mmoja ambaye kweli aliumbwa kabisa. Sasa alikuwa anacheza kule nyuma, anachezea Mungu sifa na maabudu. Kulikuwa baba mmoja mzima haikalake fasi nyuma yake tu. Yaani hata mwambie kiti iko mbele, hapana.
Nikala pale. Sasa mama anapocheza, mzee yeye acheze. Siku moja nikamkalikile. Nikamfuata wakati ya maabudu sifa, nikamwambia unatazama nini wakati wa maabudu? Ase anaexagere huyu mama. Siwezi kala kwingine. Roho ya Moabu. Roho mchafu sana. Lakini pia pale kulikuwa mauti, sema mauti. Kuna watu wana roho ya Moabu. Kila wanachokigusa kinakufa. Kianza biashara vinakufa. Wewe unafikiri unakosa kapitali? Kuna mtu alianza na $300. Kumalizaka na $1000 na kaendelea. Oh, mimi sina kapitali na uko na iPhone 6. Kwa alianza vile. Sina kapitali, sina chochote, sina. Wewe huna kapitali, mwenzako anaanza na province. Na akaenda mbali. Lakini shida ni kwamba mikono yako ina mauti. Mikono yako ni mapooza. Ukianza na hii inakufa. Ukigusa telekomandi ya TV inalungula. Ukitembeza gari inakufa. Si kuna watu hapa hata simu zao zimeshapasuka. Kwa sababu una mapooza kwa mikono yako. Sasa ukiwa mtumishi wa Mungu wa mapooza ni shida sana. Mimi nishaona mtu akiombea mgonjwa anakufa. Yaani alikuwa anamwombea baba katika mgonjwa tu, alafu mgonjwa anaanza aenda au asiende pole pole, Mungu akutangulie, anakufa. Mikono mko mapooza. Kuna mzee mmoja kule alikuwa anapingana na huduma yangu. Ule kijana tumuone sawa. Unajua wale wazee ambao walikuwa na Mungu miaka alafu Mungu akawaacha, wana roho mbaya sana. Wanabaki na misalaba kama kaburi hapa. Wakitembea wanatembea kama Wasadukayo. Sasa akiona watu, mnaenda kule, mbona akagonjwa magonjwa. Akaja kuniona kwa siri akasema anaikuwa na karama ya uponyaji ni wewe. Nisaidie. Mimi nikamwambia si wewe ulikuwa na waambia watu hivi na saa nilikuwa ni upumbafu, ni ujinga tu. Nani alikwambia? Akasema aliyeniambia ni mtu fulani na pia nina ushuhuda wako wote. Nilimwombea nikamwombea Mungu akamsaidia. Kwa sababu kuna watu Mungu ameweka uzima kwa mikono yao. Weka mikono juu. Sema Bwana tosha mauti mwa hii mikono. Katika jina la Yesu. La tatu nimalizie. Ni watu ambao wakipata mtu, wakipata kitu, wakipata faraja, wanapata furaha ya muda. S'il y a des choses que nous devons refuser, c'est la joie d'une courte durée. Yani wakifurahi, wanafurahi kwa haija kutokea ile kitu. Unapata garson mwenye anaweza kuita mara 10 kwa mchana. Kidogo na kidogo ushakula huko pale au sawa nitumie foto hapo. Kidogo na kidogo cheka kwanza mwache. Unafurahi. Wewe peke kabisa ushalala ta 0 tena na kupigia simu 0 era. Bibi yangu silale juu ya koro. Niite kwa video niko mnaongea. 3 mois. Hata kulaka. Unaita haipite. Unamuita inapita kama wewe peke unasema iko mudushi. Wewe peke kitu unakuwa unasema iko naongea na watu. Unaita. Kisha anakuandikia message ni nani? La joie d'une courte durée. Mwingine unashikuta unapata kazi ka pesa kanafunguka fiu kwa wakati fulani. Shangana tena mlango inafunga. Aliyeniita kupatia furaha yenye haitakuwa ya muda mfupi, akupe furaha yako. Ya msizani kila ndoa njoo ya makofi. Kuna ndoa za furaha ziko. Ziko ndoa za furaha. Kwa hiyo kama una ndoa ya makofi na mangumi, wewe unafikiri kwamba ndio ndoa. Kuna ndoa zingine mwanamke akicheka kidogo anamgusa mfuko $100, akirembua 300. Akitembea Bwana anamwambia mikononi mwako na weka roho ya Josephine. Kuna ndoa za vile za raha. Kuna ndoa za mwanamke mstaarabu. Bwana yake anajua nilipata kama mwanamke kabisa. Lakini ziko zingine ndoa yenye mwanaume anaamuka usiku saa 8 anatorosha hivi yake anasema atakufa siku gani huyu baba. Wale wakufi.
wale ni parapanda na analamka, hey, kuna nitorosheni. Ni watu wa vurugu sana. Na ndio maana niliwaambia juzi, ndoa ya kiporoni kibaya. Sasa mnaapishana kwa nini? Si mnaogopa sio, mnajua ni kitu kibaya. Kama ni kizuri hakuna kesi ya kuapishana. Ndio hivi tu kusema katika mema, katika kuvumilia, katika mabaya nitakuvumilia. Mimi siwezi hapa hivyo. Kwa mwaminifu kwa mtu namwambia mimi kama viendeki. Kuko mamizazi yenye usikuwa na kubali bakulapisha Kenya weza. Maisha yako ndio priority kushinda kila kitu duniani. Tuko tunaelewana vizuri. Mimi hata kama tunazoeana ma relation unacheka na mimi nikiona dharau inaanza pita naenda bila ukulaga. Kwa sababu maisha ya mtu ni amani ya roho. Mtu anakusema mara pili, mara tatu, mara nne unanyamazia aka mara tano fuata yeye kunyumba kumwambia nishasikia kwa siku tena unapinga. Usimpige, nimeshamwambia. Ninyi mnafikiri kwa mporoma na yake ndio kuporomoka. Sasa grand frère wangu wa mfamie, bibi yake alikuwa anampiga makofi. Kisha yeye anasema sipiga tu kondo ya Yesu. Kumbe ni udhuru wa Yesu. Okovu iko, lakini pia kuna mipaka fulani ya kuheshimia. Mtu asikanyagie heshima yako. Heshima yako inabaki heshima yako. Mwaka mfiansaye na mtu yuko nakupiga, unamruhusia nini ya kupige? Ye nani? Mimi kukuoa ni bahati. Kunioa ni bahati na niitike tu nioe kabisa. Usishifanye wa ovyo. Mungu anajua valere yako. Nilikwambia sijui jana hapa, hata uwe na kifua kikubwa kachapata hapa hivi, kuna vijana walale kwa ajili ya hicho. Mimi nimeshampokea mtu kwenye ofisi ameniambia yeye hana kriteria nyingine isipokuwa mwanamke ambaye ana kifua kikubwa, yani hata mtoto akiwa kwenye mgongo anamnyonyesha huku tu anampa. Nikamwambia kijana kweli? Akasema mimi nikiona hivyo baba silalaki. Na Mungu alitubariki, kulikuwa mmoja ambaye ni mjakazi. Alikuwa nao akikaa inafika kwenye magoti. Alimsaidia. Kwani Mungu akikuumba anakuumbiaka wako. Wewe mwanamke mfupi, kuna wanaume wanakufa wanawake wafupi. Kwa sababu wanawake wafupi kwenye mahusiano ndio wanawake wa kwanza wazuri, waaminifu, lakini e comprehension. Tusimame kuomba Mungu.